wala kuingia katika mashamba ya mizabibu. Hatutakunywa maji ya visimani. Tutakwenda katika njia kuu ya mfalme hata tutakapokuwa tumepita mpaka wako. Mstari wa 23, lakini Sihoni hakukubali kumwacha Israeli kupita katika mpaka wake, bali Sihoni akawakutanisha watu wake wote, akatoka aende kupigana na Israeli jangwani. Akafika mpaka Yashan Yahasa akapigana na Israeli. 24, Israeli wakampiga kwa makali ya upanga na kuimiliki nchi yake, tangu mto wa Amon hata mto wa Yabok, mpaka nchi ya wana wa Amon, kwa kuwa mpaka wa wana wa Amon ulikuwa una nguvu. Basi Israeli wakaitwaa miji hiyo yote. Israeli wakakaa katika miji yote ya Waamori, katika Heshbon na miji yake yote. Neno letu ni roho ya mipaka. Yani natakio tushinde roho ya mipaka, roho ya kuzuia, inayokuzuia usifanikiwe. Lengo letu ni kama Yohana alivyomwambia mzee Gayo, akamwambia, Gayo mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya kama roho yako inavyofanikiwa. Sasa tutazungumza juu ya mafanikio, lakini tutazungumza juu ya roho inayoweka vizuizi, roho inayozuia usifanikiwe katika maeneo yako. Yohana kwa mzee Gayo alitaka afanikiwe maeneo matatu. Moja, eneo la roho yake lilikuwa limeshafanikiwa, na anasema kwamba kama roho yako ifanikiwavyo, kama roho yako inavyoendelea kufanikiwa, uendelee pia kufanikiwa katika roho yako, lakini maeneo mengine pia yaweze kufanikiwa. Kwa hiyo eneo la roho yake iendelee kufanikiwa, lakini eneo la afya yake, eneo la kimwili, awe na afya kwa kiwango cha roho yake inavyofanikiwa. Pia afanikiwe katika nafsi yake, afanikiwe katika uchumi, afanikiwe katika mambo yote. Kwa maeneo matatu, eneo la rohoni aendelee kufanikiwa, lakini pia aendelee kufanikiwa katika mwili wake, kuwa na afya, na tena aweze kufanikiwa katika mambo mbalimbali alionayo, mafanikio ya uchumi, mafanikio ya mali mbalimbali, miradi mbalimbali alionayo. Sasa kuna roho ya kuweka mipaka, roho ya kukuzuia. Tunaifananisha, ukiangalia sana vizuri, neno kufanikiwa lililotumika katika waraka wa 3 wa Yohana sura ile ya 1 mstari wa 2, nasema kwamba Gayo, naomba ufanikiwe. Neno ufanikiwe pale ni neno la Kigiriki ambalo linasema, linamaanisha uwe na safari njema, uwe na, inalinganishwa kama safari njema.
yani uwe na fanaka, uweze kuwa na ufanisi, ndio maana yake. Sasa unapokuwa unasafiri katika maisha yako ya duniani, kuna roho ya kuweka ukuta, ya kuzuia, ya mipaka. Ndio nataka nizungumze hapo. Inafananishwa na safari ya wana wa Israeli bado wangali jangwani. Wameshatoka kwenye jangwa la Horebu huku Kadesh Barinea, wameshavuka Edom, wamevuka sehemu zote za Moabu, wako sasa upande wa Waamori. Sasa wanataka wapite waende mpaka sehemu zote ambazo ziko mashariki mwa mto Yordan, eneo hilo. Wakatuma wajumbe. Musa kipindi hicho ndiye alikuwa anaongoza. Katuma wajumbe, bwana falme wa Waamori, sisi tunaomba tupite katika nchi yako. Yani sisi hatutakula chochote kilichoko kwenye mashamba yako. Hatutaenda kushoto wala hatutaenda kulia. Hatutaenda kwenye mashamba ya mizabibu wala hatutakula nafaka zozote. Hatutaenda kwenye mashamba yoyote wala hatutakunywa maji ya visima vyako. Tunaomba tu ridhaa ya njia kupita tu. Nataka tupite. Akasema yani hawa ndio maadui. Bwana, tumesikia walichokifanya huko. Akaongea na watu wake, wakaamua kwamba hakuna haja ya kupitisha watu, ni kuwapiga. Kwa hiyo ndio wakapanga eneo fulani ambao wamesema kwamba Israeli sasa ikapigana pamoja na Waamori. Lakini mjue mkono wa Mungu ulikuwa mkubwa sana kwa Israeli kuliko wale wa Kanaani. Maana Waamori ni wa Kanaani, Wahiti wote ni wa Kanaani. Sasa ikawepo roho ya kuzuia, hakuna kupita. Lakini tunaona jinsi tulivyosoma haya maandiko, ukiangalia mstari wa ni ustaarabu tu, ustaarabu unakuwepo. Mstari wa 21, kisha Israeli akatuma wajumbe. Katika Hesabu 21 mstari wa 21 mpaka 24, kisha Israeli, lakini nimeshasoma mpaka 25. Kisha Israeli akatuma wajumbe kumwendea Sihoni mfalme wa Waamori. Ninataka uelewe tu pointi iliyoko hapa. Tunataka tushughulikie leo kung'oa roho ya kukuzuia usifanikiwe. Yaani roho ya kukuwekea mipaka, roho ya kuweka kuta. Huyu hawezi kufanikiwa. Lakini tukiwa na Mungu, mafanikio yapo kwetu. Bwana ni mwema. Anasema nipe ruhusa nipite katika nchi yako. Hatutageuka kando kwenda mashambani wala kuingia katika mashamba ya mizabibu. Hatutakunywa maji ya visimani. Tutakwenda katika njia kuu ya mfalme, njia ambayo mfalme huwa anapita, njia ambayo imenyooka. Hata tutakapokuwa tumekwisha kupita au tutakuwa tumepita mpaka wako, labda mazingira mengine ya mbele yako, huko tunaweza tukapata huduma zingine. Lakini Sihoni hakukubali. Kumwacha Israeli kupita katika mpaka wake. Sasa roho ya mfalme Sihoni ndio leo tunataka tuishughulikie vizuri, kwa sababu ni roho isiyokubali, roho inayoweka mpaka, roho inayozuia, hakuna kupita. Lakini sasa yanapangwa mapigano. Baadaye Israeli akapita, kwa sababu Israeli alikuwa pamoja na Bwana. Hili ndilo neno la Mungu. Mwambie mwenzako hilo ndio neno la Bwana. Yaani kama tungekuwa tumemaliza hapo, sasa tumemaliza kila kitu, tunaondoka zetu.
lakini tunataka tuweze kukaa hapo kidogo. Bwana asifiwe sana. Twende tena sasa katika Zaburi 78 mstari wa 41. Kuna namna ya kutokufanikiwa kwa namna mbili tunapozungumzia mipaka. Kuna kuwekewa mipaka wewe, na kuna wewe kumwekea mipaka Mungu. Sasa nakuja kwenye eneo la kumwekea Mungu mipaka. Kama Mungu ataona hana vigezo vyake vya imani ndani yako, humwamini, humtegemei, humfuati katika uongozi wake, kwa kweli ni kama umemwekea mipaka asitembee na wewe, kwa sababu Mungu huwa anafanya kazi kwa imani na wenye imani. 78 Zaburi mstari wa 41. Israeli walimwekea mipaka Mungu. Nitasoma kwa msaada wa Bwana. Amen. Wakarudi nyuma wakamjaribu Mungu, wakampa mpaka mtakatifu wa Israeli. Wakarudi nyuma. Unapokuwa unarudi nyuma katika imani kiroho, unamwekea Mungu mipaka. Takiwa uendelee kumwamini Mungu hata kama unapita jangwani, lakini uendelee kumwamini Mungu ili Mungu akupiganie, Mungu akusaidie. Usimwekee Mungu mipaka. Kuna mtu kukuwekea mipaka. Kuna mipaka inayoweza kuwekwa na adui shetani. Kuna shetani anaweza kutumia pia watu au dunia kukuwekea mipaka usifanikiwe. Lakini kuna kumwekea Mungu mipaka we mwenyewe, hasa unapokuwa huna imani. Sasa hebu tuangalie walipokuwa wamemwekea mpaka Mungu, kuna vitu gani ambavyo vilifanya Mungu akawa na mipaka asitembee nao, asifanye kazi pamoja nao. Wakorintho wa kwanza 10 mstari wa kwanza mpaka mstari ule wa 10. Kwa maana ndugu zangu, spendi mkose kufahamu kuwa baba zetu walikuwa wote chini ya wingu, wote wakapita kati ya bahari, wote wakabatizwa wawe wa Musa katika wingu na katika bahari, wote wakala chakula kile kile cha roho ambacho kilikuwa ni mana, wote wakanywa kinywaji kile kile cha roho ambacho kilitoka kwenye mwamba. Walipokuwa wamekosa maji, kapiga Musa, akapiga mwamba ukatoa maji. Sasa yanaitwa maji ya roho. Kwa maana waliunywea mwamba wa roho ulio wafuata, na mwamba ule ulikuwa ni Kristo mwenyewe. Yaani mwamba ulifananishwa na Kristo. Lakini wengi sana katika wao Mungu hakupendezwa nao. Na Mungu hapendezwi na mtu anapokuwa hana imani. Sasa hakupendezwa nao, walikosa imani. Walipokosa imani, wakaweza kufanya mambo yaliyomfanya Mungu asitende kama walivyokusudia. Maana waliangamizwa jangwani, isipokuwa Kalebu na Yoshua, hasa wale waliotoka kule Misri katika uzao ule. Basi mambo hayo yalikuwa ni mifano kwetu, kusudi sisi tusiwe watu wa kutamani mabaya. Sasa kitu cha kwanza kule kutamani mabaya. Andika hapo kitu ambacho kinachoweza kumfanya Mungu asifanye kazi pamoja nawe, asikushindie. Basi kuna kutamani mabaya. Kutamani mabaya, wakawa wametamani mabaya. Haya, kama wale nao walivyotamani, lakini wala wasiwe waabudu sanamu. Jambo la pili, kuabudu sanamu. Kuabudu sanamu kama wengine wao walivyokuwa, kama ilivyoandikwa, watu waliketi kula na kunywa, kisha wakasimama wacheze. Sasa walikuwa wanachezea mbele ya sanamu.
yani wanashangilia sanamu, kama vile ambavyo ilivyotokea katika ule mlima wa Sinai. Musa amekuwepo siku 40, anarudi anakuta wanaabudu ndama. Wala msifanye uasherati. Uasherati na uzinzi. Namba 3. Uasherati na uzinzi ni kitu kinacho mchukiza Mungu. Uasherati na uzinzi, kama wengine wao walivyofanya, wakaanguka siku moja watu 23,000. Pigo likaweza kuwaua watu 23,000 kwa sababu ya mambo ya uasherati na uzinzi. Epuka mambo hayo, wala wasimjaribu Bwana. Jambo la 4, kumjaribu Mungu, kumpima Mungu, kama wengine wao walivyomjaribu, wakaharibiwa na nyoka. Sasa fika sehemu fulani wakaweza kudai kwamba umetuleta huku, wakalalamika sana. Baadaye wakawa wamenungunika. Alafu Mungu akaachilia nyoka wenye vichwa vya moto. Baada ya hapo Musa akatengeneza nyoka wa shaba. Yani kila atakayekuwa ameumwa na yule nyoka akiangalia juu basi anapona. Sasa walimtesti Mungu, wanasema kwamba walikuwa na mjaribu Mungu atafanyeje katika jangwa. Je, anaweza akatokezesha mahitaji yetu katika jangwa? Kwa hiyo wakamjaribu Mungu, Mungu akawaharibu kwa kutumia wale nyoka. Lakini jambo la 5, msinungunike kama wengine wao walivyonungunika, wakaharibiwa na muharabu. Yani wakaharibiwa na muharabu. Basi mpaka 11 hapo, mstari wa 10 hapo. Mstari wa 11 tuongeze ili tumalizie. Basi mambo hayo yaliwapata wao kwa jinsi ya mifano, yakaandikwa ili kutuonya sisi tuliofikiriwa na miisho ya zamani hizi au ya zamani. Bwana Yesu apewe sifa. Ambayo ilitabiriwa toka zamani, iliangaliwa toka zamani. Bwana alivuta mambo ya mbele akayaleta hapa. Sasa yanaitwa ya zamani hizi. Kwa sababu yalishaonekana tangu zamani, halafu sasa yakaletwa hapo. Bwana asifiwe sana. Roho ya mipaka. Ndugu yangu, Bwana asifiwe sana. Mtu akikuomba ruhusa ukamuelewa alivyojieleza, hebu msaidie. Umenielewa? Usimzuie. Sasa huyu mfalme wa Sihoni akawa amewakatalia wana wa Israeli, akawawekea mipaka ya kuto kupita, na akaanzisha vita yeye mwenyewe. Basi Mungu akawezesha wakashinda. Kwa hiyo wakamiliki pamoja na na nchi ile, pamoja na maeneo yote ya Amon. Kwa hiyo nataka tuelewe hii roho hii inavyotokea, yani inavyowekea mipaka, usivuke viwango fulani. Roho hii huwa inalenga usivuke viwango fulani vya mafanikio yako. Yani we mafanikio yako yawe kama unakamata 50,000, ukamataka 50,000. Usivuke laki, usivuke milioni, usivuke milioni 10. Yani unakuta inaweka mipaka. Ndio tunachukua ile sura alafu tunaileta kwa roho inavyotenda kazi. Mmenielewa tumishi? Lakini maisha haya tuliopewa ni maisha ya uwezo wa kimungu. Hatujajiwezesha sisi, hatujajileta duniani. Ni Bwana ametuweka hapo na ametubariki. Zaeni mkaongezeke, baraka ya Adamu, zaeni mkaongezeke, halafu mkatawale ndege wangani na kumiliki kila kitu ambacho kitakacho kuwepo mbele yetu. Kwa hiyo sasa hii roho nataka tuitambue. Itahakikisha hii roho katika maisha yako unabaki katika kiwango fulani tu, huwezi ukakivuka. Kila utakapokaribia kuvuka kiwango hicho, aidha kutakuwa na mashambulizi
au uharibifu wowote. Katika hali hii, ili ufanikiwe kuvuka mpaka uliowekwa, lazima shetani upambane naye. Lazima roho hii upambane nayo. Kama Zaburi 18:29, Zaburi 18:29 inasema, kwa msaada wa Bwana au kwa msaada wako naruka ukuta, naruka mpaka. Bwana ndiye anayeweza kukuvusha kwenye eneo ambalo lililoshindikana. Bila kung'oa hii roho, huwezi ukafanikiwa. Utajikuta maisha yako yote unacheza katika kiwango kile kile. Unazunguka pale pale. Huwezi kupata mafanikio kama hujavuka mpaka huo. Mipaka inayowekwa na shetani, basi hapo Mungu anaweza. Kutoka 8 mstari wa 28, Kutoka 8 mstari wa 28, Farao alisema kwa wana wa Israeli, alisema, mimi nitawapa ruhusa mwende. Nitawapa ruhusa mwende. Kutoka 8:28, nitawapa ruhusa mwende ili mchinjie dhabihu Bwana, lakini hamtakwenda mbali sana. Mwende, mrudi. Yani ninyi tumewazo yani warudi kwenye nchi ile ile ya Misri. Sasa na mtu unaokoka, shaokoka, asema lakini uende ukajifunze huo wokovu, lakini usiende usizame sana. Ukumbuke bado uko duniani. Yani wewe unafanya na vitu hivi, lazima ujiongeze. Ujiongeze. Yani wakati mwingine anasema kwamba kabla Bwana hajakusaidia, uhakikishe kwamba unajipatia msaada wewe mwenyewe. Sasa hizo sentensi zote ni kukufanya kwamba usifike sehemu ukapiga hatua ukabadilika. Bwana asifiwe sana. Jambo lingine, Musa akalijibu lile akasema, hatuache ukwato. Yani sentensi ile ya Musa akasema, wala ndakuona unatuwekea mipaka. Mara nendeni mkaabudu siku 3, alafu baada ya siku 3 kuabudu mrudi. Mwende mkamchinjie Mungu, mkamwabudu Mungu huko, halafu baada hapo msiende mbali sana, lakini baada ya kwenda huko mshamwabudu mrudi. Sasa ndiyo mark time ambazo anazozifanya shetani kwenye ulimwengu wa roho. Sasa hapo inatakiwa mtumishi wa Bwana uhakikishe ya kwamba unakaa vizuri katika maisha yako. Na huyu shetani ni lazima umpinge. Yakobo 4 mstari wa 7 inasema yani hapo shetani usimpe nafasi. Usimpe nafasi. Umpinge shetani naye atakukimbia. Kwenye Efeso 4:27 usimpe nafasi. Lakini Yakobo 4 mstari wa 7, mpinge shetani na atakukimbia. Kama umpingi, huna maombi ya kumpinga adui, unakuwa kama unambembeleza hivi, hawezi kukuacha. Yani yeye ni kama kupe, akishakuwa ameng'ang'ania hapo hapo. Hiyo lazima tufike sehemu tupigane na vitu ambavyo vinavyozuia maendeleo yako, vinavyozuia mafanikio yako. Hakikisha kwamba unamng'oa yule roho ya Sihoni, yani inayozuia hasara. Hebu hapo uandike hasara zinazotokana na roho ya mipaka. Kama hutaweza kushughulikia roho ya mipaka katika mafanikio yako kiroho, kimwili, mafanikio yako kinafsi, ugonjwa unakuwa nao, unadumu mpaka unasema ni ugonjwa wangu. Hapana. Yani hekalu hilo alijawa hekalu la magonjwa. Mwili huo ni hekalu la Roho Mtakatifu. Hasara zinazotokana, kwanza ni kukwama kimaendeleo. Unadumaa, unakuwa stagnant. Mtu haoni maendeleo ya kweli kazini kwake, kielimu, kiuchumi na hata kihuduma za kiroho.
Juhudi nyingi zinahitajika sana ili kuhakikisha kwamba unahakikisha unaiombea huduma yako, unaombea familia yako, unaombea biashara yako katika maisha yako. Jambo la pili, kurudia mzunguko ule wa kushindwa. Ni kama vile ambavyo tulivyojifunza somo lililopita, yanasema kwamba vunja nini? Vunja nini? Kambi. Kisha usonge wapi? Mbele. Mambo ya kuzunguka pale au ya kukaa muda mrefu bila kuona matokeo, hapo lazima uvunje, uamue kwamba upige hatua vipi. Lakini jambo la tatu sasa, kupoteza fursa mbalimbali. Mara kwa mara unakuwa unapoteza fursa. Fursa zitakazo kuwepo unazipoteza kwa sababu ya kuweza kupata kizuizi ambacho kimekuzuia. Lakini jambo la 4, kukosa msaada au kibali kwa watu. Unakosa kabisa msaada au unakosa kibali kama utakuwa umeridhika na hali ya kiwango ulicho nacho. Bado tunatembea na kila tukio ni shule. Bwana asifiwe sana. Kila tukio ni shule, tunajifunza mambo mengi. Hata tunapopita katika mapito mbalimbali ya nchi yetu, ni kwamba ni shule. Hii ni shule tu. Bwana asifiwe sana. Changamoto zozote wezi hesabu ni shule. Alafu pia andika hapo, changamoto yoyote au tatizo lolote unalolipitia ni mawezekano au ni fursa ya Mungu kukushindia. Ni fursa ya Mungu kukuwezesha au kukushindia tatizo la aina yoyote. Au changamoto ya aina yoyote ni fursa ya Mungu kukushindia. Wakati mwingine tukasema our problems are God's possibilities. Our problems are God's possibilities. Matatizo yetu ni mawezekano ya Mungu, ni possibilities za Mungu kuonekana katika maisha yako ili aweze kukusaidia. Ni fursa ambazo Mungu anazitokeza ili tuone mkono wake, tuone nguvu zake, tuone neema yake, tuone miujiza yake, tuone anatokea wapi. Lakini ukikaa tu unalalamika hapo, unanungunika, ndio wale watu waliokuwa wananungunika pale, unakuta kwamba moja kwa moja ni kama vizuizi, unamwekea Mungu mipaka kwa sababu unakuwa huna imani naye. Lakini tunapoendelea kuomba Mungu anatusaidia. Ilitokea katika harusi ya Kana. Harusi ya Kana ikawa imetokea katika Yohana 2 mstari ule wa kwanza mpaka wa 11. Yohana 2 mstari wa kwanza hadi wa 11. Mkuu wa meza alitindikiwa divai. Mkuu wa meza alitindikiwa divai. Wale watu ambao ni wahudumu wakaenda kwa mama, yani Mariamu. Walipoenda kwa mama Mariamu akawashauri kwamba mwende kwa Yesu. Na lolote atakalowaambia, mstari wa 5 anasema lolote atakalowaambia mlifanye. Hata Mariamu mwenyewe, mama mlezi wa Yesu, alijua nguvu inayotenda kazi ndani ya Kristo, ndani ya mwanae aliyemlea. Mshangilie Bwana Yesu. Aliyemzaa kamlea, si ndio? Kwa uwezo wa kiungu Bwana aliweza kumwezesha akapata mtoto wa kiungu bae kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kuna mambo ya kujifunza. Tuko kwenye pointi ambayo ni ya muhimu sana, kwamba kuna wakati ambapo unaweza ukakosa fursa, unaweza ukakosa kibali, unaweza ukakosa msaada. Wakati tatizo limetokea, endelea kumtegemea Mungu. Na kama una Yesu, ni vizuri umwendee Yesu, si ndio? Kwa hiyo hapa tunaona tatizo lilitokea, walitindikiwa divai. Wapotindikiwa divai walijua mahali pa kupeleka shida yao. Walijua pa kupeleka shida yao. Na moja kwa moja, hebu tuwe na mambo ya kujifunza hapo. Katika eneo hili pale tatizo linapotokea,
turn to Jesus when you have a problem. Yani geuka au rudi kwa Yesu ukiwa na tatizo. Tatizo likitokea, uzuri vyombo vyetu, mioyo yetu ina Yesu. Bwana asifiwe sana. Yule ambaye hana Yesu ndio hapo wakati mwingine anaweza kukata tamaa kabisa. Kaenda mpaka kwa waganga wa kienyeji. Akaenda mpaka wakati mwingine akajidhuru, akajinyonga. Lakini kwetu sisi turudi kwa Yesu. Rudi kwa Yesu. Jambo la pili, zungumza na Yesu juu ya tatizo. Zungumza na Yesu juu ya tatizo. Talk to Jesus about the problem. Kwa hiyo zungumza na Yesu juu ya tatizo lako. Lakini jambo la tatu na la mwisho ni kwamba umwamini Yesu au umtumaini Yesu. Umwamini Yesu, umtumaini Yesu. Trust Jesus to handle the problem. Yani mwamini Yesu kwamba ana uwezo wa kulishughulikia tatizo, kuleta suluhisho la tatizo. Mwamini Yesu, tumaini Yesu kwamba ana uwezo wa kuleta suluhisho la tatizo. Tuko katika pointi ya 4 kwamba unapokuwa yani hasara za kuto kushughulikia kizuizi, hapo unakosa kibali, unakosa msaada kwa sababu umeridhika katika hali ya uchini wa hicho kitu. Lakini nimesema ndio hapo kwamba tatizo linaweza likawa limetokea, lakini hapo kama una Yesu basi mkimbilie Yesu kama kwenye harusi ya Kana ilivyotokea. Kukosa mwelekeo wa maisha, confusion inajitokeza. Yani kuchanganyikiwa. Unaweza ukafika sehemu ukachanganyikiwa kwa sababu unapiga mark time. Hakuna mabadiliko ya huduma, hakuna mabadiliko ya mafanikio. Huoni familia inasonga mbele, huoni mafanikio yako yanasonga mbele. Katika utumishi wako huoni jambo linalo kuwezesha kwenda mbele. Kwa hiyo unastukia, unakosa mwelekeo, unachanganyikiwa kabisa na unachelewa kufanya mambo ambayo yanayopasa. Lakini jambo lingine ambalo ni hasara kabisa inayoletwa na roho hii, kujihisi mfungwa. Unajihisi wewe ni mfungwa, unajihisi wewe ni mlaaniwa, unajihisi wewe ni duni, unajihisi wewe hamtafanikiwa isipokuwa ni familia fulani. Unajipa tiketi kwamba sisi ni wa chini hivyo hivyo. Unajipa tiketi kwamba wewe hutakaa uone mafanikio ya hali ya juu, hutaweza kusonga mbele. Lakini aliye na Yesu anayaweza mambo yote katika yeye anayemtia nguvu. Anayaweza mambo yote katika yeye anayemtia nguvu. Tutafute tu msaada wa kutiwa nguvu na Bwana, halafu uwezekano utakuwepo. Shangilia Bwana Yesu. Kwa hiyo hapo inatakiwa mtumishi wa Bwana uweze kukaa vizuri. Halafu jambo lingine, kuvunjika kabisa kwa mahusiano muhimu. Yani unavunjika, kwanza unavunjika moyo, kuvunjika kwa mahusiano muhimu. Yani roho inapokuwepo mahusiano yanavunjika. Yani yanakatika kabisa. Na maana wakati mwingine unafika sehemu, yani unafika unakata tamaa. Jinsi ya kuishinda hii roho sasa. Jinsi ya kuishinda hii roho. Njia za kushinda hii roho. Mgandamizo wa hii roho. Mipaka inayowekwa na adui. Ni sawasawa na ukuta wa Yeriko. Yani ulikuwa wazuia, lakini Mungu alitokezesha wazunguke siku 7 na siku ya 7 mara 7. Lazima tuwe na maombi. Lazima tuwe watu ambao wa imani. Cha kwanza kabisa, kutubu na kujitakasa mbele za Mungu. Cha kwanza ni kutubu na kujitakasa mbele za Mungu. Kutubu na kujitakasa mbele za Mungu. Lakini jambo la pili, maombi ya vita, maombi ya mapambano, maombi ambayo sio ya kumkemea kidogo adui, kumsogeza tu, ni kumtupa kuzimu kabisa.
Umenielewa watumishi wa Bwana? Lile roho, watu wote ni wazuri isipokuwa kuna roho inayo operate ndani. Umenielewa? Roho ambayo inayoweza kupinga ya kwamba hakuna haja ya kupita hapa. Hakuna haja ya kupita mahali hapa. Hakuna haja ya kufanikiwa kupitia hapa. Sasa watu wale wakapigana na walikuwa na uwezo wa kiungu mpaka wakamiliki na nyumba za Waamori. Umenielewa? Kwa sababu alishindwa. Alishindwa yule mfalme. Na ilikuwa imefika wakati ambapo sasa wana wa Israeli waende kwenye nchi ya ahadi. Kwa hiyo hapa ninazungumzia mafanikio kiroho, kimwili na hata kinafsi katika mambo yote. Lakini jambo lingine, kuvunja inatakiwa kuvunja laana na maagano ya kifamilia. Unaweza kuwa unafuatiliwa na mambo ya kifamilia, ya ukoo, yanakufuatilia. Usipokaa vizuri kiroho, yanakuathiri wewe mwenyewe. Haya mambo ambayo ya kuweka mipaka. Unaweza kukuta kwamba yani kwa nini watoto wa kaka ndio wanaofanikiwa? Huyo ni shangazi. Sasa shangazi watoto, yani watoto wa kaka wamesoma, wamefika huko, mimi watoto wangu hawajafika. Lazima niende kwa waganga wa kienyeji nikamwekee msimamo kwamba nikaweke kizuizi. Sasa mambo ya ukoo yanaweza yakafuatilia, lakini tukiwa na Yesu, tumshangilie Bwana Yesu, tukiwa na Yesu tunayaweza mambo yote katika yanayotutia nguvu. Alafu kujifunza neno la Mungu. Jambo lingine, jinsi ya kushinda, kujifunza neno la Mungu na kulitumia. Kukiri neno la Mungu, kusema sitakufa bali nitaishi, nipate kuyasimulia makuu ya Mungu. Sitakufa, kujitamkia, kwa kisha unajitamkia mambo mema, unajinenea mambo mema. Kwanza ujinenea mimi ni mtu wa kufa tu. Mimi ni mtu wa kufa tu. Kweli utakufa. Unaona? Lakini mimi nitaishi. Bwana ataniwezesha. Amenileta kwa wakati. Jambo lingine ni kufunga na kuomba. Jinsi ya kushinda vitu hivyo vitano. Kutubu na kujitakasa mbele za Mungu, maombi ya vita, maombi ya kukemea, maombi ya kumfunga adui na kufungulia mambo yaliyo mema. Alafu kuvunja laana na maagano ya kifamilia na kujifunza neno la Mungu na kulitumia kama matamko. Alafu kufunga na kuomba. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo ni ya msingi sana katika maisha yetu ili kusudi tuweze kuyafanya. Leo nilitaka niwe mwaminifu kabisa. Saa 6 kamili tutamaliza. Bwana asifiwe sana. Tusimame watumishi wa Bwana. Kama hujajifunza basi yatosha katika ufalme, utajifunza siku ziki. Hebu simama mtumishi wa Bwana. Haijalishi mwalimu wa Sunday School amefanyeje, haijalishi ya kwamba sifa na kuabudu wametumia muda gani, lakini nilisema nitalinda muda wangu. Leo nitahubiri hata kama ni dakika 10 au dakika ngapi watakazonipa hizo, na sitalalamika wala sitatoa hoja yoyote. Sina mimi nilikuwa nimewavumilia, lakini Bwana tumekuwa na sifa nzuri. Shangilie Mungu wa Israeli. Alafu tumekuwa na somo la Sunday School safi. Wameuliza na maswali, tumejibu, si ndio? Tumepata na maelekezo. Yaani kama hujapata mtoka kule, kwenye sifa nako hujapata, hapa napo usipate, umepata. Hata neno moja tu, tayari umepata. Bwana wabariki sana. Mungu wetu tunakuabudu. Bwana wa mabwana tunakuabudu. Jehova Shama tunakuabudu. Mungu wetu tunakuabudu. Nyosha mkono
mkono wa kulia mbinguni, mkono mwingine weka kifuani. Naonyesha ya kwamba umesalenda mbele za Mungu na unamhitaji Mungu katika maisha haya. Kusiwepo na roho ya mipaka katika maisha yako, na Bwana tuweze kutusaidia, na pia hata nchi yetu Mungu aweze kutusaidia. Tungalipo watu ambao tunamcha Mungu. Karibu. Tunakuabudu Bwana, tunakuabudu. Tunanyenyekea, tunanyenyekea, tunanyenyekea Bwana, tunanyenyekea. Hebu sema, Mungu wa mbinguni. Fumba macho yako kabisa, nia yako iwe kwa Mungu. Maombi dhidi ya mipaka. Mungu wa mbinguni, najinyenyekesha mbele zako. Tamka matamko kutoka ndani. Mungu wa mbinguni, Mungu wa mbinguni, najinyenyekeza mbele zako. Nisamehe dhambi zangu zote ambazo zimenipa mlango wa roho za mipaka kuingia katika maisha yangu. Ninaomba damu ya Yesu inisafishe kabisa na kunipa mwanzo mpya. Takasa maisha yangu, takasa watoto wangu, takasa mwenendo wangu, takasa Mungu wa Israeli miradi yangu, takasa maombi yangu. Bwana, kwa jina la Yesu Kristo, nakataa na kuvunja kila aina ya mipaka ya kiroho iliyowekwa juu yangu katika maisha yangu, ndoa yangu, kwa wenye ndoa, kwa jina la Yesu. Kazi yangu na hatima ya maisha yangu, nakataa kushikiliwa na roho ya kurudi nyuma, kuchelewesha mafanikio yangu au kunizuia kupaa kama tai, kupaa kama tai, kufanikiwa kwenda viwango vingine. Kwa jina la Yesu, ninatoka katika vifungo vya giza, natoka katika minyororo, natoka katika nira za shetani, nira za ukoo. Kwa jina la Yesu, ninaamuru kwa mamlaka ya jina la Yesu, kila kuta za kipepo, kila kuta za Yeriko, kila kuta za Ninawi, kila kuta za Babeli, kwa jina la Yesu ninaziapisha zishindwe. Kemea sasa, kemea hapo kidogo, kemea kwa sauti. Mungu anaangalia kumaanisha kwako na nguvu yako unavyoitoa na jinsi ambavyo hutaki hili roho. Kwa jina la Yesu, roho ya mipaka, roho zote ambazo ni za mipaka, kwa jina la Yesu, roho za kuzuia mafanikio katika maisha yangu na huduma, ninaziapisha kwa jina la Yesu Kristo. Toeka kwa jina la Yesu wa Nazareti. Roho za kutokunifanikisha katika afya, nisiwe na afya njema katika mwili wangu, kwa jina la Yesu Kristo. Toka roho zote ambazo za magonjwa. Kemea roho ya magonjwa, kemea roho ambayo ni ya udhaifu, kemea katika miguu yako kama miguu nasikia inawaka moto, kemea katika mabega, kemea katika sehemu za mgongo, uti wa mgongo, kemea sehemu zote. Roho Mtakatifu anaelewa, na ruhusu moto wa Roho Mtakatifu uteketeze kila viini vya magonjwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti.
kila mbinu zote ambazo ni za adui za kunifanya niwe mnyonge, za kunifanya nisiwe na nguvu, za kunifanya nisifanikiwe, za kunifanya nisitembee, katika jina la Yesu Kristo ninaziapisha. Toka kwa jina la Yesu Kristo, toka kwa jina la Yesu wa Nazareti, toka katika anga hili, toka katika jina la Yesu wa Nazareti. Hama kwa jina la Yesu, roho ya mipaka, roho ya vizuizi mbalimbali, kwa jina la Yesu Kristo ikapate kushindwa kwa jina la Yesu wa Nazareti. Mungu wa Ibrahimu ukaweze kuthibitika, ukaonekane Bwana, mkono wako wenye nguvu ulipounyosha kwa Wakaridayo, wakajua ya kwamba yuko Mungu anayeishi, yuko Mungu anayeweza, yuko Mungu anayeongoza, yuko Mungu anayeinua. Kwa jina la Yesu Kristo kemea roho zote ambazo ni za kuweka mipaka, makuta ya Yeriko, makuta yote ambayo ya Kininawi, kuta zote za Kibabeli, kuta zote za Kimisri, kuta zote za Kifarao, kuta za kila namna, maneno yenye kuweka ukuta, maneno yenye kuweka ukuta, maneno yasiyotutaka kwamba tuweze kuzama katika uweza wako, ya maneno ambayo yanasema ya kwamba usiende mbali, usiende mbali, usifanikiwe na kwenda juu, kwa jina la Yesu Kristo yakapata kushindwa. Bwana Yesu katakase, takasa na anga hili, takasa na anga la Tanzania, takasa na anga la mikoa yote, takasa na kila sehemu. Neema yako ipate kuonekana, tukapate kufanikiwa katika kila jambo. Maroho ya kigiza, maroho ya kuleta vifungo, kwa jina la Yesu Kristo, yote ambayo ni adui, vifungo vya kila namna, tunavikata, tunakata laana za ukoo, tunaapisha kwa jina la Yesu. Sisi tuzoee kwa damu ya Yesu inayosafisha, damu ya Yesu inayonena mema. Tunairuhusu damu ya Yesu ikaweze kututakasa na kutuwezesha katika jina la Yesu Kristo. Tangu kipindi cha Yohana, tangu kipindi cha Yohana Mbatizaji, tangu kipindi cha Yohana Mbatizaji, ufalme wa Mungu unapatikana kwa nguvu, na wale wenye nguvu wanauteka kupitia nguvu ya Roho Mtakatifu na neno lake. Katika jina la Yesu Kristo tunaapisha kila maroho yote ya adui. Lakini Mungu, tunateka mafanikio, tunateka afya njema, tunateka nguvu yako, tunateka uweza wako, tunateka ushindi wako katika jina la Yesu. Ukatuwezeshe Bwana, tutembee katika uweza wako Mungu, katika jina la Yesu Kristo. Mungu wa Ibrahimu ukaweze kuonekana. Malango ya kuzimu hayatalishinda kanisa. Kemea malango ya kuzimu, mikakati yote ya kuzimu, vikao vyote vya kuzimu, vuruga kwa jina la Yesu Kristo. Vikao vya wachawi, vikao vya waganga wa kienyeji, vikao vyote ambavyo vya adui, vikao vya muharabu, vikao vya uharibifu, vikao vyote ambavyo vya kuzimu vikapate kushindwa. Kemea maroho yote ambayo ni adui kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mwokozi uliye hai, ukapate kuthibitika, ukapate kuonekana katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mwokozi uliyeziumba mbingu na nchi na kuhitaji Bwana, ukaweze kuonekana. Sasa tunakwenda kinyume cha roho ya umaskini, ufukara, na roho zote ambazo ni za chuma ulete. Roho zote kemea kwa jina la Yesu Kristo. Maroho yote ya umaskini, roho za ufukara, roho zote ambazo ni za chuma ulete kwa jina la Yesu Kristo. Roho za kifrimason, roho zote ambazo ni za kigiza, roho za kimaimuna, roho zote ambazo ni za kuzimu, roho za chuma ulete zishindwe kwa jina la Yesu. Roho zote ambazo ni za giza, roho zote ambazo ni za adui, roho zote ambazo ni za giza zikapate kushindwa. Kemea natani dakika hizi chache, dakika mbili, yani ukikemea katika roho ni kama umefanya kazi karibu masaa kadhaa au dakika karibu 20 hivi. Yani pigana
pigana katika roho, pigana katika roho, roho ya umaskini, roho yote ambayo ni ya giza, roho yote ambayo ni ya chuma ulete ipate kushindwa, inaoshindana na fedha unazozipata kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baraka ambazo unakuwa nazo kwa jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu. Sasa weka mikononi mwa Mungu. Tunaweka mali zote mbele zako Bwana. Tunaweka ulinzi wa kutosha katika jina la Yesu Kristo. Tunaweka ulinzi katika jina la Yesu kwenye mali zetu na katika kila kitu ambacho tunachokifanya. Bwana Yesu kaweze kuonekana. Tunaweka ulinzi wako Bwana. Baraka za Yabesi utubariki kweli kweli. Wewe sasa ita baraka za Yabesi, ita baraka za kukubariki kweli kweli, ita baraka za Yabesi akuzidishie hozi yako, akuzidishie hozi ukatumike. Uwe na sababu kwa nini akubariki. Anakubariki ili kusudi umtumikie Mungu kwa upana, uweze kumwadhimisha yeye, uweze kufika sehemu unamtukuza yeye, maisha yako ya mtukuze. Kila unachokinena na kukifanya kimtukuze. Ardhi ulionayo imtukuze, anga ulionalo limtukuze katika jina la Yesu. Baraka zile za Yabesi kwa jina la Yesu Kristo. Mungu wa Ibrahimu kaweze kuonekana. Mkono wako usiache kuwa pamoja nasi, na hata Bwana majeshi ukatuepushe na maovu, ukatuepushe na maovu. Roho ya utakatifu ikaweze kutuama na ya uaminifu, ukaweze kutuwezesha, ukalioshe kanisa lako, ukatusaidie. Na Mungu wa Ibrahimu na Isaka, wote hawa ni maelfu elfu, wote hawa ni wanao, wote uwabariki, wote wainue, wote ukapate kuwa pamoja nao. Kila mmoja aende pamoja na nguvu zako, kila mmoja awe na uwezo. Umulinde Bwana roho za ajali, roho za mauti, roho za giza ninazikemea kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Magonjwa na surutani na matisho ya adui toka kwa jina la Yesu Kristo juu yao na mbele yao. Bwana Yesu uwe pamoja nao. Wingu lako la Shekina, wingu lako kama nguzo ya moto iweze kuwafunika. Uwezo wa Bwana uwe juu yao na mbele yao. Utisho wa Bwana uwe mbele yao. Utisho wenye utukufu uwe mbele yao na nyuma yao na juu na chini. Uwalinde, uwategemeze, uweze kuwasaidia. Wote wafunike kwa nguvu zako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Pamoja na maombi haya ya baraka hizi, lakini mchungaji pia aweze kukuombea. Baba yetu wa mbinguni, tunalibariki na kuliinua jina lako Bwana. Tunasema asante Mungu kwa ajili ya maneno mazuri ya uzima. Asante Mungu kwa kuja kutuhuisha tena nafsi zetu. Asante Mungu kwa kuja kututia moyo Bwana, ya kwamba Mungu tuvuke mipaka Bwana wa majeshi. Ziko baraka mbele yetu ambazo Mungu umetuahidia kutupa, lakini Mungu iko mipaka ambayo Bwana ilikuwa imewekwa kwetu. Lakini Mungu mchana wa leo Bwana umetusaidia kuvunja Mungu wa majeshi mipaka hii, ili Bwana tukakutane na baraka zetu, tukakutane na utumishi wetu, tukakutane na mambo makubwa ambayo Mungu umetuahidia. Libarikiwe jina lako mwaminifu. Asante Bwana kwa ajili ya mpako wa mafuta wako, tumishi wako ambaye umemtumia kama chombo chako. Umenena nasi Bwana, tumekusikia. Umekuja kutuvusha Mungu hatua, kutupeleka hatua nyingine. Libarikiwe jina lako, maana unatupenda na kutuwazia mema siku zote. Hutaki hata mmoja apotee Mungu. Libarikiwe jina lako Bwana. Tumishi wako mahala ambapo amepunguza nguvu, nenda kamuongeze Bwana. Endelea kumuinua viwango na viwango vikuu vya kitumishi. Asante kwa sababu Mungu utamuinua zaidi na zaidi. Libarikiwe jina lako Bwana. Asante kwa ajili ya kanisa zima ambalo lilikuwa limenyamaza kimya Mungu kukusikiliza wewe. Baba, tunakutukuza na kukuinua. Ni muda mzuri tena tunakwenda kuondoka kuelekea majumbani mwetu Bwana.
hauzifungi baraka zako, bali tunaondoka na baraka hizi za madhabahu kuelekea majumbani mwetu. Mungu mtakatifu, mlinde kila mmoja. Wengine watakuwa wanatembea na vyombo vya moto, walinde Bwana, wapiganie na hatari mbalimbali. Mungu mtakatifu, Baba, katika jina la Yesu tunaweka na wiki linaloanza kesho mikononi mwako. Tunakusihi Jehova uliye hai, amani yako ikatawale Mungu katika taifa letu. Amani yako ikatawale juu ya watoto wako Mungu mtakatifu. Tuepushe mikosi na balaa katika jina la Yesu. Tunafunga kila ila zote za adui katika jina la Yesu, sawa sawa na Mathayo 18:18 ya kwamba lolote tutakalolifunga duniani limefungwa na mbinguni. Tunafunga hali zote za vurugu na mipango yote ya adui ambayo ameipanga juu ya kanisa, ambayo ameipanga juu ya taifa letu, ikapate kushindwa katika jina la Yesu. Ikawe ni wiki ya kwenda kwa usalama, ukiwa pamoja nasi Mungu, ukituatamia kama kuku anavyotamia vifaranga vyake. Asante Mungu kwa sababu utakuwa pamoja nasi. Baba, ninayaweka yote mikononi mwako, pitia jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi. Amen. Basi twende kwa amani ya Bwana. Salimie ndugu yako, ila wageni wabaki tuweze kuonana nao. Bwana asifiwe. Naomba kuwakumbusha kwamba tulikuwa na zoezi la kufungua akaunti kwa ajili ya maendeleo. Akaunti hiyo hapo unaweza kaiandika hata ukiwa mbali, basi ukiamua kufanya malipo na Mungu atakubariki. Amen.